Ne kojeta ojete te mwathi o kajera digemo de mathe de kuere mudara fawakwa gumeduda na nego na moyo negotoria nejoele gotoria otaoria Jesua torie nagerera akina emani gotoria nejoele gotoria. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, aka Rigiji, and the truthful man, the governors here present, Governor of Nakuru and Governor of Nyandarua, the Senator of Nakuru County, and all other leaders present, kanisa, na watu wa Maimahio. Mimi kwa majina yangu naitwa Ann Wajikoa Muratha, Mama County wa Kiambu. Na nataka kushukuru Mungu siku hii ya leo. Nataka kuongea Kiswahili kwa sababu Mheshimiwa Haika huyo wa Mombasa, mliona alinipita aje mbele yangu akaniambia nakuja kuongea mbele yako, najua wewe unataka kuongea Kikuyu. Na kwa hivyo nataka kumjulisha Mheshimiwa Haika pia mimi huongea Kiswahili, ni vile wakati mwingine unasikia kusema vile itaingia sana. Unajua hapo watu wengi wametoka kule kwetu juu, vile tu maji ilikuja ilifuatana na watu wetu pia huku chini, na tukaja na tukaleta rambirambi zetu. Nilikuja mwenyewe siku hiyo kwa sababu kwa representative wangu wa GAF alikuwa amepoteza, na ndiye huyo amepoteza kazini wake na watoto wake, na kwa hivyo aliponipigia simu nikaja. Najua kwao ni pale Kijabi. Nilipofika hapo Kijabi nikaambiwa wako huku chini, na kuteremuka Deputy President kutoka Kijabi kuingia hapa is a nightmare. Pole ile ingetosha watu wa Maimahio ni kufungua barabara ya kutoka hospitali Kijabi kuja mpaka hapa chini. Watu wetu ni watu wazuri, Deputy President, kwa sababu siku hiyo nilipokuja nilikuta watu warari wameteremuka huku chini kuja kusaidiana na hawa watu wa hapa. Na wakati nilifika, la kushangaza nilikuta Governor wa Nakuru Mheshimiwa Susan Kehika na Waziri Murkomen na Mheshimiwa Jane Kihara, na niliwakuta wamekwama. Hawakuwa wamekwama na magari, walikuwa wamekwama miguu ilikuwa imekataa kutoka mahali ambapo walikuwa wameingia, walikuwa wanajaribu kuvurutwa. Unaona sasa Mheshimiwa Governor akiinuliwa miguu na wanaume huko chini ndiye aweze kutokea mahali alikuwa amekwama. And I saw a lot of love of our people. And baadaye tulipokaa kidogo Deputy President pia akafika. Adwa maema hiyo tumuririkania ati ni tumwendete na tucoke tuge maundu maya mamwe mekikaga nigetha twirute. Wa mbere jariria na kia maro ya video haha mbere ni wajulishe tu ya kwamba ni vizuri pia kutuma picha na kujulisha inchi vile kunaendelea. Lakini wakati unachukua picha za watu wamekufa na watoto wamekufa na jamaa zao wako na hawajui wamekufa, na wewe unaanza kutuma kwa mitandao ili uwe wa kwanza kujua, we call that inhuman. Wetu wa mitandao, hizi picha wakati mwingine zinaumiza jamii ambazo zina. Kingine ambalo ningetaka kusema ni ya kwamba wakati pia tulifika mahali hapa tulikuta pia Mheshimiwa Jane Kihara, our senior member of parliament, and we salute you Jane. Na hata tangu siku hiyo mitandao yote ya bunge, Jane Kihara ni msumbufu sana. Unajua wale watu wakitaka kitu lazima wakusumbue mpaka usikie. Ukiingia bunge, ukiingia Kenya Kwanza, Jane Kihara na Maimahio. Yaani hata kama umesahau kitu ya kwanza unafungua grupu za bunge ni Maimahio na Jane Kihara. We salute you for the love of your people. Na tunashukuru kwa sababu ya kazi ambayo umetuwezesha. And I'm sure this is the reason why hata viongozi wengine wamekumbuka kuja hapa siku hii ya leo. Ningetaka tu kusema hivi kwa watu wa Maimahio.
Ni vizuri tuangalie vitabu vyetu vya sayansi na tukumbuke vile walimu walitufundisha. Andu wa nduthi tafadhali. Mwalimu oigire nduthi ona ngikoro edito no ngikoro kuita wa muratha. Yaingira mai-ini ni kuhuthaga. Kwoguo otigire olimu wa gwikia nduthi mai-ini ati ni ndito ukuite wa muratha mukugwa nake kou iyo ekuguru kumwe iguru muharuruke murore ya iria-ini. So please watu wa nduthi tuchunge sana. Na ya mwisho ningetaka kusema ya kwamba hapa pia tulisoma panaitwa Rift Valley. Na Rift Valley mwalimu alisema kuna mashimo huko ndani itawa Mehuguru. Kwa hivyo pale ulipitia asubuhi, ukipita jioni ukuta pana maji, usidee hayo maji. Ujui ni nini naendelea hapo chini, kaa pande hii haita kucost anything. Na isikue hata kama ni kulala pande hii, lakini pia isikue ni opportunity ya wanaume ya kulala pande hii. Na kusema ya kwamba mvua ilitufungia. Tafadhali wanaume isikue ndio wakati wa kwenda kwa shireo. Alafu usema mvua ilikata. Ikweli wakati pia wakuwa responsible na kuwa wananchi ambao ni responsible. Kwa hivyo wananchi ningewaomba tuthome mafuku maitu ma science oria moigite. And finally I would want to say this. There's a time I bought a book kwa bookshop. Ilikuwa imeandikwa When God Does Not Make Sense. Na nikainunua na tukakimbia nyumbani twende tukaisome. Na tulipofika nyumbani tukaona pale mwisho kuna very small scripts zinasema holding on to faith even. Inaandikwa when God does not make sense. Holding on to faith even when God does not make sense. At this point, God may not be making sense to the people of Maimahiu. But mwandishi wa hiyo kitabu in one of the chapters amesema God makes sense even when he does not make sense. Kwa hivyo tunataka kutembea na huyu Mungu, na ndio sababu nimewaambia tuimbe negotoria tondu no tugutoria. Andu a Maimahiu gaida mutiganeirie, this is a new beginning. No kwa andu aneo megutuma fareno yagire muthiage thibitari nywe. Andu aneo ko neo megutuma Mheshimiwa Soipan ako hapa waziri wetu wa environment asafirishe miti kwa njia kubwa ipandwe hapa, because Professor Mathai said the best time to plant a tree was 20 years ago, but the other time to plant a good tree is now. Tafadhali tupande miti. Waziri wetu Soipan, the best place to start planting trees now is in Maimahiu. May the Lord bless you, may the Lord keep you. Na watu wa kulewa tafadhali usi wakati wa kunywa, leo wehe bureki ni guthi na mama tafadhali. No kona Ngai arateithia ukinderie nigetha thutha ugie na kiambiriria kieru negotoria. Asanteni sana sana wabunge. Andu a Maimahiu ni tuhurire abunge acio ruhiru wega. Your Excellency, when you left us, we got into a multi-sectoral committee that has done all this work, including the provincial administration, tukiongozwa na regional commissioner na county commissioner, governor's team akiwa pale yeye mwenyewe na MCA wa hapa Mheshimiwa Kamau. Maybe you can stand wale watu tulikuwa kwa hiyo kamati, because with your permission I would like the MCA here to talk on behalf of the committee members and also as a leader of this ward by Maimahiu. Tafadhali, tafadhali tusimame wale tulikuwa kakamati. We had a good team. My office, governor's office, provincial administration, tulikuwa wengi, of course, na church. We did a good job and we are happy. Thank you very much. Honorable Kamau, please come over. You recognize the MCAs because they came here to help us in good numbers. So wewe uko na kofia mbili,
ya mjumbe wa hapa na pia uongee kwa niaba ya kamati. Asante. Asante, Naibu wa Rais, Honorable Rigathi Gachagua, Gavana wetu Susan Kihika, pia Gavana wetu wa Nyandarua, mawaziri walio hapa, wabunge na familia ambazo zinaomboleza. Naomba niwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Yangu yatakuwa ni machache. Jambo la kwanza ni kueleza pole zangu kwa hii familia ambao wamefiwa. Naibu wa Rais, hii kijiji ambao imegongwa zaidi, mimi naishi hapo. Ninapoangalia zile picha, ninaweza kuona nyuso za wale watu wazima wako pale, wote ni watu ninajua. Naweza mjua huyu ni fulani, huyu ni fulani wa fulani. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwangu mwenyewe limeniguza kwa njia kubwa, lakini lile tu ningependa kuambia kwamba muthikamake Ngai ni alikuwa kumurora. Hiyo tu nitawaambia. Kwa hiyo umelelie na tugeana hinya. Jambo hilo lingine, Naibu wa Rais, nimeshukuru kwa sababu ile siku tulipatwa na hili jambo, nilikuwa nimeona kama dunia imeisha. Lakini wakati ulipofika hapa, kusema kweli tulisikia roho zetu tayari serikali imeshafika, kwa sababu tulikuwa na gavana wetu hapa mchana, tulikuwa na mama wetu Jane Kiara hapa mchana, tumeshida hiyo siku yote. Lakini ulipofika ukasema ya kwamba sasa mkono ya serikali kubwa imefika hapa. Baadaye rais alifika na tumeshukuru. Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi kama watu ya Mai Mahiu, kama vile tulisema amuyafuti soja hapa, na mimi naweza elewa ile shida hao wako nao zaidi kwa sababu ninaishi katikati yao. Kuna tu mambo mawili tu ningekuomba tu, ama mambo matatu peke yake ambao italeta suluhu kwa hawa watu wetu. Jambo la kwanza, ile kijiji iko hapa juu, mahali mawe imeanguka, ile kiwango ya mai iko hapo chini, hatuwezi kurudisha watu wetu hapo. Hiyo ni ombi la kwanza. Hawa watu hawawezi wakarudi kwa hiyo shamba iko hapo. Ile mawe imeanguka hapo, ni kiwango kubwa hata kuliko nyumba, hawezi wakaishi hapo. So we look for an alternative place, tuwaweke hawa watu hapo, turudishe hapo. Hiyo ni ombi la kwanza. Ombi la pili, hata kama maji iko hapa, hapa tulikuwa tumetegemea maji kutoka kwa hiyo visima, sasa hivi imeharibiwa vyote. Kuna ombi moja ambalo ningeomba leo kwa sababu naona waziri Zaka ako hapa. Kuna hii maji ambayo imeenda dry port, ilikuwa imeletwa by the former regime, ilipitishwa huko mbali kwa kichaka huko, ikaenda mpaka dry port, ikaacha hii watu yote wako padai hawakupata. Ile ombi tu tungeomba leo kama ungetusaidia. Gavana ametuwekea tanki kubwa pale juu, na leo tumeongea naye akaniambia mifereji yote ya connect maji ya watu wote atatusaidia. Asubuhi tumeongea kuna borehole amesema next week itajiburua pale. Kama tu hiyo branch ya mfereji hiyo ya dry port ikichukuliwa tu ipelekwe pale juu kwa ile tanki pale kwa mlima, itaweza kusuluhisha shida yote ya Mai Mahiu hapa. Hiyo tu. Jambo hilo lingine na niongee kwa lugha ambao watu wote wataelewa. Deputy President, tuna hospitali itoi haya level 4. Hiyo hospitali imekuwa stored sasa, na obvious reason ni ya kwamba kuna shida ya kesi ambayo imepelekwa kotini kwa sababu ya hiyo shamba. Na yule ameipeleka ni mama wetu na tunamjua na ni mama wetu tunapenda. Na hiyo ukiingilia is a Mau Mau fighter. Mama wetu, mama wa Kubai, na anatupenda. Kama ungepata tu nafasi kuongea na yeye tuondoe kesi kotini, turuhusu governor. Governor tayari ameshatupatia 44 million ya kufanya hiyo hospitali, lakini kuna makesi kotini. Kama hiyo ungeweka tu kado hiyo familia, maana wanatupenda na ni watu wetu, uongeleshe tu tuondoe kesi kotini. Wakati huo wa majanga tulijaribu kuokoa Kijabi hakuendeki, Naivasha imefungwa. Watu wengine wetu waliagamia tukiwaona. Tulikuwa tunalia tukisema kama hiyo hospitali ingemalizika, hawa watu wetu tungewaokoa hapa. So ile tu tungeomba tu, the only kipawa kubwa utatuachia leo ni utupatie njia ya kwamba utaingilia maneno ya hospitali tuhakikisha ina operate. Jambo la mwisho kabisa ambalo nitakuwa nalo, hii mto venye imeteremka, tuko na watoto wadogo, shule zote ziko pande hii, huko hakuna mashule. Sasa na shida Mande hawa watoto wadogo wataenda shule namna gani? So ile ombi tunaomba, hizi barabara ziko hapa, tuko na machinery hapa za NYS na military bado haijaondoka hapa, tukiomba kabla hawajaondoka. Watu wa Kijabi saa hii kule juu wako roadblocked. Tunajaribu hata kuwapelekea chakula, hatuwezi kuwapelekea. Kama zingekuja ile barabara ya kwenda shule ya Mai Mahiu na kupanda ile barabara na hii ifunguliwe. Kuna watu wako kule juu wangependa kuleta msaada hapa, hakufikiki.
So ningeomba hiyo timu kwa sababu iko hapa NOS na whatever wote wako hapa, kabla hajaondoka waturuhusie barabara ya kupanda juu na waturuhusie barabara hii ya kupanda hapa. Kwa sababu